very unfortunate. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending goons ndani ya kanisa, rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. Sasa wewe umefika kiwango, ulinitumia goons Limuru kwa funeral, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukatutumia goons huko Shamata, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo na kuangaisha sisi. It's okay, there is no problem. Wewe endelea kama unaona hivyo ni sawa, there is no problem. We are aware. The Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week umetumia polisi kutuangaisha Naivasha, which is okay. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe unatembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Bora walipe, si ndio? So we now let us be decent people. The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee pale tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. But of course, when we are seated here, wondering why the president would go to that length of sending goons inside a church to attack leaders, to attack Christians. But we also remember that sometimes back, kanisa ya Kiambaa, watoto walikuwa huko, walichukuliwa wakarudishwa ndani wakachomeka. So we are not surprised because hii ni tabia ambayo inaonekana it is consistent. So where rais endelea, no problem. Lakini ujue hii kitendo ya leo, uhusiano yako na kanisa ya PCA is irreparably damaged ever. So wewe endelea tu vile unataka, it's okay, there's no problem. And other churches are seeing. Hakuna mtu haoni. Na mimi sijui ni kwa nini kama sisi we are nothing. We are finished. We are nobody in this country. Why are you pursuing us? Si wachana na sisi tu tukae. Wewe uko na nguvu, uko na umaarufu mingi. Endelea. Wewe wachana na sisi. Sisi tuende kanisani tuombe Bwana, tuende nyumbani. Tuende mazishi tuzike rafiki, tuende nyumbani. Leave us alone. And I want to tell you, Rais, tafadhali, vile maneno naendelea hii Kenya, even if you eliminate Rigathi Gachagua, nothing will change. It will just complicate your politics more than is already complicated. And we have enough soldiers to carry on with the struggle. You know, you may bring me down if that is what you think will help you, but we have enough soldiers here to carry on with the struggle. So sisi tunakualika ufanye vile unataka. Governor, hawa watu ya Kasarani walikuchagua. You cannot pay them back by kutuma goons kwa kanisa yao. Surely. It doesn't matter how ungrateful you are. If nothing else, watu ya Kasarani governor walikupigia kura, walikupatia mamlaka. How can you send goons in their church when they are raising funds for the completion of their church? It's very insensitive, it's very unkind, and it's something that we don't understand. But doesn't matter,
musijali utiribulete kagate Mwekwe ugaga ona ri anduma ikimanite ki gukirie gwekate yuge oguo murona guikarite oguo niguo kuhiana. Many decisions have been made na watu wamenyamaza, muendelee kunyamaza. Mkiona mumesidiwa mnaendelea kuimba nyimbo za Mungu. Muendelee kunyamaza tu no mugure kafukuta karaka iria. Atweka kaundu mugekate. Kaka ko muthene mwandika. Ni mwandika? Eka kaundu mugekate. Oria mwene wa iria muthenya wa kurihwa ria akaruta kandi yake agatarirwo kiro ciake akaheo mushara. Onake kandi yake kahinda ka mushara karuta ni mukaruta ki? Hau ni hega. Ndigwenda ngerie hau. Engari ya rucio ni muhe maundu meri matatu KTN rucio the 1:30 ya thaa 3 ithari 1:30 tuteretange turikanire ora tuguikara ndimutaririe maundu meri matatu no tuthiete o kahora na ithuĩ turenderia ũguo no tutikũgũra tondu twi ciana cia mau na unajua sisi kama tungekuwa waoga mzungu angetukalia mpaka wa leo hangekuwa ametoka Kenya, lakini wazazi wetu walienda msituni mzungu akiwa na ndege na bunduki na kila kitu, lakini tukavumilia mpaka mzungu akaondoka. Kwa hivyo hatuwezi tishu, na chama yetu iko tayari mwezi wa 5. Sawa sawa. Mnangoja chama yetu? Si mumehama kwa UDA? Sasa nyinyi msijali, chama yetu iko tayari. Tukijitayarisha mambo ya uchaguzi pole pole tukisubuana na huyu jamaa, lakini msikuwe na wasiwasi. Mungu wako na Mungu halali, tena hakuli ugali. Mungu ni yule na hakuna bahali ameenda. Mungu atatulinda, atatuchunga. So hivyo Reverend, tumeshukuru sana, na kwa sababu tungetaka tuchukue pesa hii waheshimiwa ndio tukuachie, ndio na sisi tuweze kuelekea. Na niseme hivi, jana wetu tafadhali msitumike. Mimi najua nimekuwa very cautious and I have been very careful and tolerant, telling our young people not to agree to fight back, because mpango ya rais ni atumie hivi vijana yetu ya hii nyumba yetu kutoa vita, ndio na sisi tutoe vijana wetu wapigana na hao, atuchekelee Wakikuyu wanapigana. It's not that we are cowards, but we are just responsible people. Mimi nataka amani katika nchi hii, na vile Malala amesema tulipotolewa, niliambia watu msitoe fujo, msiende maandamano, mnyamaze, muimbe nyimbo za Mungu. Even now tukiwa provoked, I want to ask our people to be peaceful. Hii maneno tutasota out kwa debe. That is the right way ya kusota out hii maneno tuko nayo na huyu rais. Tutasota out kwa debe. Nyinyi mtulie, don't be provoked, don't revenge, don't fight back. Wacha tu atuchokore, wacha afanye vile anataka. But I want to ask our people to remain peaceful, to remain obedient to the rule of law, even when provoked, to contain themselves so that we don't burn our country. And that is a commitment that I have given to this country as a responsible leader. I will not agree to be drawn into responding to violence, because I can see that is what they are trying to do. So that we can fight back, so that this country can burn, and then they can have an opportunity to postpone the elections. Tunakuonea itini wewe, tumekusoma. Tunamuonea ke? Let's be peaceful, and even if we are provoked, we try to contain ourselves, na Mungu atatusaidia. Kwa hivyo tungetaka tupate pesa, wajumbe leteni pesa tuachie kanisa. Lete chondo hapa.